alikuwa tairi lenye akili. Robert alijikunguta mchanga uliokuwa juu ya mwili wake. Alisimama kwa kujigamba, alianza kusonga kwa furaha. Njiani, chupa ya plastiki ya maji ilimzuia. Robert alikurubia chupa polepole, kisha aliponda kwa nguvu. Aliendelea kusonga mbele, lakini muda mfupi baadaye alikumbana na kikwaso kingine, chupa ngumu ya glasi ya bia. Robert alijaribu mara nyingi, lakini hakuweza kuiponda. Hasira yake ilipanda juu zaidi na zaidi. Alirudi nyuma hatua chache, mwili wake wote ulianza kutetemeka. Kisha kitu cha ajabu kilitokea: mziki. Robert alitumia akili yake kuiharibu chupa. Aliendelea kusonga na muda mfupi baadaye alifika kando ya barabara. Msichana mrembo kwa jina Sheila alipita kwa gari lake. Robert alivutiwa naye papo hapo. Robert mwenye tamaa mbaya alitaka kuungana na Sheila. Alitumia nguvu zake za akili za kutisha. Alisababisha gari la Sheila lisimame kando ya barabara. Kisha akasonga haraka kumwelekea. Sheila hakumuona tairi akikaribia. Alijaribu kuanzisha gari lake tena, lakini kadri alivyojaribu liliendelea kushindwa tena na tena. Wakati huo huo Robert alikuwa tayari kumkaribia, lakini hafla mwanamume katika gari la kubebea mizigo, pickup truck, alipita kwa kasi. Alimgonga Robert bila kukusudia na kumfanya aruke. Robert alianguka bila fahamu kando ya barabara. Alipoteza udhibiti wa gari la Sheila. Sheila alishtuka gari lake lilipoanza kufanya kazi tena. Aliendesha gari haraka na kuondoka. Hakujua tairi chafu lilikuwa linamfuata. Robert aliamka muda mfupi baadaye. Akiwa na hasira kwa kugongwa, alimlipizia kisasi kwa kunguru asiye na hatia. Alimlenga kunguru, alitoa nguvu zake hatari. Katika sekunde chache kunguru maskini aliuawa. Bado akiwa na hasira kubwa, Robert alifuata harufu hadi kituo cha mafuta. Huko alimkuta mwanamume alimgonga. Mwanamume huyo hakujua tairi ya gari lilikuwa linamwangalia. Mwanamume huyo alipokuwa akijiandaa kuondoka, aliona tairi karibu. Tairi lilikuwa linatetemeka kwa nguvu. Alifikiri ni jambo lisilo la kawaida, lakini hakuwahi kufikiria linaweza kumuua. Robert alitumia nguvu zake la kumuua mwanamume huyo papo hapo. Kisha Robert alisonga chini ya barabara kuu, bado akimfikiria Sheila. Alikumbuka harufu yake waziwazi. Alifuata harufu hiyo hadi kwenye moteli ambapo Sheila alikuwa amefikia. Robert alipata chumba chake. Alisukuma mlango wazi kidogo. Alitazama mwili wake kwa uchoyo. Sheila hakujua tairi lilikuwa linampeleleza, lakini aligundua mlango haukuwa umefungwa vizuri. Haraka aliufunga kwa nguvu. Hata hivyo Robert alikataa kutatamaa. Baada ya guru za kuingia, alilia kimya kimya kwenye chumba kilichokuwa karibu na cha Sheila. Aliamua kumkaribia kesho yake. Hata alipanda juu ya kitanda. Alitazama TV kwa furaha. Asubuhi iliyofuata mfanyakazi wa usafi alikuja kusafisha chumba. Aliona TV bado ilikuwa imewasha. Shuka ya kitanda ilikuwa na madonda. Aliposikia maji yakitembea bafuni, alivuta pazia wazi. Kwa mshtuko wake, tairi lilikuwa linaoga. Yule mfanyakazi wa usafi alifikiri tairi liliachwa na mgeni. Alitukana kisha akamtupa Robert nje. Lakini muda mfupi baadaye Robert alisimama tena. Kimya kimya alisonga kurudi kwenye chumba. Wakati huu mtoto wa mmiliki wa moteli alimuona. Mtoto huyo alishangaa. Alikimbia kumwambia baba yake. Alisema aliona tairi hai, lakini baba alifikiri ni mzaha. Alimwambia mnunulie pizza. Wakati mtoto alikuwa ameenda, Robert alimuua yule mfanyakazi wa usafi. Baada ya mauaji hakuondoka, badala yake aliruka ndani ya bwawa la ogaji la moteli. Alioga akifurahia. Mtoto aliporudi, aliingia chumba cha Robert cha zamani. Alikuta mwili wa mfanyakazi wa usafi. Haraka aliita polisi. Aliwaongoza maafisa hadi kwenye bwawa. Aliwaambia aliona tairi liliingia kwenye chumba. Baba alifikiri mtoto wake anadanganya. Alimwambia avute tairi nje. Mtoto alilivuta juu. Polisi walisema ilikuwa ni tairi ya kawaida tu, lakini mtoto aliinsisti lilikuwa hai. Baba akakosa subira, alimsukuma mtoto kando. Alimtupa Robert chini kwa ukali. Utusi ule umkasika Robert. Wakati polisi walikuwa wanamhoji baba, Robert alisimama, alitetemeka kwa nguvu, alitoa nguvu zake hatari. Kichwa cha baba lililipuka mbele yao. Luteni Chad alistuka. Robert alisonga na kuondoka, akimwacha Chad akitetemeka kwa hofu. Sasa Chad aliamini tairi ndiye muuaji. Baadaye Robert alipumzika kando ya barabara. Mtoto wa mmiliki wa moteli alikuja tena. Hakujua babake alikuwa amekufa. Alijaribu kuzungumza na Robert, lakini Robert aliondoka bila subira. Mtoto alirudi kwa polisi, aliwaambia Robert alikuwa anaelekea ndani ya barabara. Polisi walimkimbiza. Maafisa wawili walimkuta kwenye barabara kuu. Robert alimuua mmoja papo hapo kwa nguvu zake. Aliendelea kusonga mbali zaidi na zaidi. Alifika kiwanda cha kuchoma tairi. Huko aliona tairi zikiharibiwa na wanadamu. Robert alikasirika. Aliapa kulipiza kisasi kwa ajili ya aina yake. Siku 3 baadaye miili isiyo na vichwa vilionekana mjini karibu. Yote iliuawa na Robert. Polisi waliweka mtego. Walimkuta Robert akitazama TV nyumbani kwa mmoja wa waathirika. Waligundua alikuwa na tamaa mbaya. Kwa hiyo Chad akaja na mpango. Walimvalisha mwanamke mfanisho kuwa mke. Walificha bomu ndani yake. Walimuita Robert wakijaribu kumshawishi. Robert alisonga kwa udadisi, lakini aligundua mwanamke mfanisho hakuwa halisi. Alivunja kichwa chake kwa hasira. Kisha alirudi chumbani kwake. Mpango wa bomu ulishindwa. Chad alikasirika. Alinyakua bunduki yake. Aliingia chumbani kwa ghadhabu. Kila mmoja alifikiri Robert angemuua. Lakini baada ya risasi chache, Chad alitoka akiwa anashikilia mwili ulioharibika wa Robert. Kila mmoja aliamini Robert hatimaye alikuwa dead. Lakini baada ya polisi kuondoka, mwanaume katika kiti cha magurudumu aliona kitu kitisha. Baiskeli ya mtoto wa tairi matatu ilitoka kwenye chumba. Aligundua baiskeli hiyo ndio ilikuwa Robert aliyefufuka. Kabla haitoroke, baiskeli hiyo ilitumia nguvu zake na kulipuka kichwa chake. Baiskeli hiyo ilisonga kwenye barabara ikizunguka bila malengo. Muda mfupi tu, tairi nyingine nyingi zipata fahamu, zikafuata mbani ya baiskeli yake, tayari kuvamia wanadamu.